basi utamtomasa, utamsogelea pembeni alipo, karibia na ukuta kabisa. Hizo ni tabia zao, kujivuta mbali na kujibana kwenye ukuta, mbali ya kitanda. Utamsogelea na kumvuta, atafanya kama hataki, lakini kile kitendo anakitaka. Atakusogelea na kukupiga kofi zuri na jembamba lisilokuwa na maumivu, na atatoa milio mbalimbali ambayo inavutia, akiashiria kwamba lile tendo analiogopa. Basi kabla tujaenda mbali zaidi, naomba kama wewe ni mara yako ya kwanza kuangalia chaneli yetu, bonyeza sehemu iliyoandikwa subscribe na sehemu yenye kikengele, na pia utashusha komenti yako hapo na utabonyeza like. Asante. Tumeanza vizuri na twende kwa pamoja, hautajutia kile unachokisikia. Ni sauti ya dada mrembo ambaye yuko pembeni ya ukuta kabisa, anaogopa, na hiyo ndo tabia yao. Bikra, dada yote ambaye ametunza bikra yake, haijalishi ni umri gani alionao, haijalishi ana muda gani, hajui hivyo vitu, lakini mabinti wote wanaotunza bikra zao huwa ni waoga. Wanahitaji utulivu na kumsogelea kwa utulivu wa hali ya juu ili kuweza kupata kile unachokitaka. Faida na furaha na raha ya kufanya mapenzi na bikra anayejua mfanyaji, japo watu wengi huogopa na hawapendi, lakini ukipata bahati ya kufanya mapenzi na bikra, wewe mwenyewe utapenda. Na hizi ni njia 5 muhimu ambazo zitakufanya utoe bikra nzuri kwa mwanamke unayempenda. Na mwanamke anayekupenda ndo atakupa utoe bikra yake, kwa sababu anakuamini sana. Kitu cha kwanza ni kumpa uhuru, na usimfosi, usije ukamwonyesha kama kile kitendo ni cha kumfanya yeye akose furaha. Ni kumhakikishia kwamba kile kitendo yeye kitampa furaha na raha. Kitu cha kwanza, unatakiwa kumwandaa kisaikolojia mkiwa wawili. Kusiwe na mtu yoyote ambaye anaweza kuintafia mambo yenu siku hiyo. Kama una rafiki zako, naomba uwaweke mbali kabisa, na wala wasikugonge mlango, kwa sababu huyo mtu anahitaji utulivu wa hali ya juu, kwa sababu anaenda kufanya kitendo ambacho yeye pia haamini kama atakifanya kwa wakati huo, kwa sababu toka amezaliwa hajawahi kukifanya. Kitu cha pili, unatakiwa uanze na stori nyembamba nzuri ya mapenzi ambayo itampelekea yeye kutamani kufanya tendo hilo. Bikra ina njia zake za kuitoa. Usifanye pupa, kwa sababu utajikuta unamuumiza na atashindwa kufurahia tendo lile kabisa. Usimfanye aanze kulia, bali mpe hadithi
hadithi nzuri ya mapenzi ambayo itampeleka yeye kufika mahali na kugundua kwamba na yeye ni moja kati ya watu ambao wanapendwa. Ameshakuonesha upendo, basi muoneshe na wewe upendo. Kitu cha tatu, anza kumshika zile sehemu nyeti ambazo yeye hajui, hata kama yeye ana sehemu kama hizo ambazo zinampa furaha. Jaribu kuwa mbunifu, jaribu kutafuta engo zote, jaribu kutafuta zile sehemu nyeti ambazo hajui kabisa na ambazo zitamlegeza na kuona kitendo kinachoenda kufanyika ni kizuri zaidi. Baada ya kushika sehemu nyeti hizo, usikimbilie kabisa sehemu ambayo wewe unaijua. Kwa bibi usikimbilie kabisa, ila mvute taratibu, mvute nyonyo, mvute kitofu, kilambe kitofu, shuka chini kidogo, usimguse sehemu yoyote. Pitisha kwenye mapaja, mshike unyayo, mtomase kila sehemu hadi yeye mwenyewe atagundua kwamba hapa niko sehemu sahihi na ninachokifanya kinaenda kuwa kitu sahihi. Usimpake kirainishi cha aina yoyote, kwa sababu utamwogofya, kwa sababu yeye ni mara yake ya kwanza. Kwa hiyo utakapoanza kutumia vitu kama hivyo, ataogopa na atajua kile kitendo ni kibaya kwake. Msogelee na umnong'oneze. Atakapoanza kutoa miguno mbalimbali, huo ndo utakuwa muda wako sasa wa kupanda na kumaliza stori nzima ya bikra. Faida zifuatazo utazipata unapofanya mapenzi na bikra. Kwanza, unausafisha mwili wako. Ndiyo maana unakuta watu wengi wanakamatwa na kesi za watoto wenye umri mdogo kufanya mapenzi. Kitu cha kwanza ni kwa sababu wanahitaji kusafisha nyota zao kwa mtu ambaye hajaguswa na watu wengi. Hiyo ni faida mojawapo ya kufanya mapenzi na bikra. Faida ya pili utakayoipata, utakuwa ni mtu ambaye umetengeneza kumbukumbu kubwa kwa mwanamke ambaye hatakupenda maisha yake yote, hata kama kuna watu wengine watapita na wengine watamuoa, lakini wewe ni mtu ambaye utakuwa umetengeneza historia kubwa sana, ambayo mwisho wa siku hata ukija kuachana naye vizuri, atakuwa ni mtu anayekukumbuka sana. Ishu ya tatu ambayo ni kubwa zaidi, bikra ni kama neema, bikra ni kama utajiri, na bikra ni kama kitu chenye thamani kwa mwanamke yeyote. Basi utaonyeshwa thamani kubwa sana katika mapenzi kama utafanya mapenzi na mwanamke bikra. Ndio maana kuna mwanamke Bikira Maria ambaye alipewa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unafikiri ni kwa nini alitafutwa bikira? Kwa sababu ni mwanamke ambaye hajaguswa na mwanaume yeyote. Ina maana mwana wa Mungu alizaliwa sehemu ambayo ina thamani zaidi kwa mwanamke. Basi hayo ni mafunzo ambayo nimekupa leo, lakini endelea kufuatilia chaneli yetu na
utaweza kujua vitu vingi zaidi ambavyo vinahusiana na mapenzi, afya, utamaduni pamoja na vitu vingine. Asante.